Okay. Wasichana wangu, mtu asikuoe mke wa pili. Kataa kama pilipili. Unajua niko na wasichana wawili. Juu kabla hatujafunga ile Friday, walinipikia chakula. Walipika nyama, wakapika mboga kienyeji na sima. So huwa nawaambia nileteni pilipili, na wanasahau kila mara. Nileteni pilipili. Lazima tukiketi niwaambie nendeni mlete pilipili. Sasa wakafikiria hii mambo ya kusimamishwa kila siku. Wakasema huyu mzee, unaniita mzae, huyu mzae leo tutamshow kitu. Ile chakula ambao napenda sana, mboga ya kienyeji, wakaweka pilipili nyingi ndio wasiende tena. Nyama wakaweka pilipili kiasi. Alafu wakaleta pilipili. Sasa mimi nikaanza kukula, nikachukua ile pilipili nikatafuna. Nikaanza kuchukua mboga na sima nikaweka kwa mdomo. Ndugu yao ameingia kwa room, anakula. Unajua vijana wanakula ni kama wanalima na jembe. Yeye ile nyama ambayo anakula ile haina shida. Niko huku wananiona nikiwa naanza kulia machozi. Nafungua mdomo ndio ipoishe. Wanacheka mpaka wanaanguka chini. Hasa mimi nikafikiria, nikasema hapana, huenda hii pilipili ndio kali. Hawezi kunifanyia kitendo kama hicho. Ni pilipili ndio kali. Si nilitafuna pilipili ndio. Nikasema wacha nikule bila kuweka hii pilipili. Yaani inanichukua kama 15 minutes ndio ipungue. Nikawauliza, hii mboga iko na pilipili? Wakaniambia ni nyama. Mboga haina pilipili. Waliposema hivyo nikachukua pilipili. Si ishapoa kidogo. Kitambo uongee inapoa. Nikasikia imepungua, nikachukua sima, nikachukua mboga, nikiweka hivi. Sasa hapo wakacheka mpaka wakaenda kunawa. Nikauliza, ni nini hiyo mmefanya? Kaniambia, dadi, tuliona tusikusumbue tena. Tukupe pilipili kae kwa mdomo wako mpaka chakula ile nyingine. Ngoja. Mama, ngoja. Nakupa microphone. Mmekuja kukula kwa meza ya wenyewe. Hii meza ni ya vijana. Lakini mnauliza very important question. Si leo ile mama amesema kitu important. So ninawaongelesha. Watoto wangu, nimezaa. Ndoa ya mke mmoja iko na utulivu mwingi sana. Uzuri wa ndoa ya mtu na mke wake, chochote ninampa Sara ni changu, chake ni changu, watoto wake ni wangu, na wangu ni wake. Nikinunua shamba ninaishi na Sara, siishi na mtu ambaye siku moja atachukua mwingine. Nikisomesha watoto, nasomesha watoto wangu na watoto wake. Chochote, hata nikinunua gari nimpatie, ni mke wangu. Hakuna siku nimuulize, angalia hiyo message. Hao watoto wanakuwa wakijua baba ngapi? Moja. Ndoa ya wanawake wawili, jambo la kwanza, wewe kijana wangu, mvulana, hawa wanawake wako na akili kutuliko 7 times. Penda mmoja, ukae kando na huyu. Huyu atakuja kushika mimba siku ile umekuja kwa nyumba yake, lakini mimba si yako. Muda huo uko huko nje unafikiria yeye anakaa na nani? Ukioa wake wa pili, wa tatu, wewe ndio mjinga tu. Mwanamke ako na akili zote. Na ukiishi na mwanamke mpango wa kando, anajua miaka yote huyu si mwenzangu. Na wanawake wako na akili, anaweza kuishi na wewe, anakuonyesha upendo, kumbe
unamsomeshia watoto tu. Siku ile watoto wamechomoka, wote ni watu wazima, ameinua pembe yake, anaenda zake, amemalizana na kazi zako. Wewe mwanangu wa kike, uolewe na mumeo, ishi na mumeo. Wewe kijana wangu mvulana, oa mkeo, ishi na mkeo, na Mungu abariki ndoa yenu. Nisikie kijana wangu, mpango wa kando maneno yake ni matamu kuliko asali, na halii hata ukimkanyaga vidole, maana akilia atakunja sura kama mke wako. Listen to me pastor, mke wangu ananidharau, mke wangu anihudumii kama huyu mpango wa kando. Mpango wa kando anakuhudumia kwa sababu unamlipa. Mke wako ni sawa na mtoto wako. Hakuna vile utaongea na mtoto wako, baba na kutuma, chukua hii nguo peleka kule. Baba ni mtoto wako huyo. Mtoto wako unamwambia amuka, chukua hii kitu peleka wapi? Ni hivyo. Hivyo ndio maana mke wako anakuuliza, mume wangu, sasa wewe ukifanya hivi inakuwaje? Maana wewe sio boyfriend, wewe ni husband. Hawezi akwambia oh my darling. Darling gani? Tulidalingiana huko, saa hii ni kuimplement maisha bwana. Sikia, mwanamke asiye wako ni kama cosmetic application in a face. Utakapoenda kuoga, mwanaume asiye mumeo, nyinyi watoto wangu wa kike, asikwambie anakupenda kuliko mkewe. Mwanaume anayetembea na wewe nje anatembea na mwingine. Yeye ni sawa na kisima ambayo inatumbikiziwa ndoo, kila ndoo. Mwanaume ambaye anatembea na wewe na nje ni mbaya kuliko mapepo ya kifafa. Na ukizaa na yeye utajuta maishani mwako yote, sababu umezaa watoto wa kuzunguka waongo kama baba yao. Watoto waongo, wajanja, wa kutoroka ndoa kama baba yao. Zaa na mumeo mwaminifu, uzae mbegu mwaminifu. Amen. Watoto uliozaa na mwanaume mwingine aliyekuwekea nyumba mahali na anakulipia na anakusomeshea, wao pia wataacha ndoa zao, watalipia wanawake wengine na wanaume wengine nyumba na watawasomeshia watoto. Maana paka uzaa nini? Paka. Tunza ndoa yako, linda na mtu asiingie. Na mkiniuliza maisha ya ndoa, mniulize niwafundishe jinsi ya kuishi na mke na jinsi ya kuishi na mume. Nani anataka kujua? Wale ambao wame expire wasiinue mkono. Nataka vijana ndio waniambie. Nataka kujua. Okay. Nisikilizeni vijana wangu. Niko kwa ndoa miaka 21. I think I have something to teach you. Kwanza itanipita best. Sawa? Sio miaka, sio chache. Si ndio? I think I have some little experience and knowledge and spiritual knowledge. So I will compile experience and spiritual knowledge. But I better give you spiritual knowledge. Amen? Amen. Unaona, mukioana, ukipata mchumba kijana, when he wants to meet you, he will dress smartly, talk smartly, walk smartly, and behave in discipline. Behave a disciplined manner. That is not the man you are taking home. Umesikia? I repeat. When you are dating a man, am I teaching the right people? Yes. Sindio? Yes. When you are dating a man, the person you meet at the restaurant, those
clothes, the language, the way he's standing when he talks to you, the way he responds, that is not the person who is taking you to the house. Huyo mtu amekuja interview. Yule mtu anaenda kufanya kazi, sio yule mtu amekuja kwa interview. Interview watu wanavaa suti na wana revise maswali ambao wanaenda kuulizwa, lakini kazi yenyewe ndio utajua umeajiri a lazy person. Umeelewa? Lakini most of the time ukikutana na mtu, oh my God, did you see that man? Oh my Jesus. Leave your Jesus alone and your God alone. Amen. Take time. Allow the Holy Spirit in you to study this person. Let the Holy Spirit reveal who he is. And when the Spirit comes to reveal the man, the Spirit is not going to reveal good characters of a man. He is going to expose his weaknesses. So you search, kama huyu mtu ni mdhaifu kiwango hichi, is he a man worth living with? Then you accept. I told you, do not check on the positive aspects of his life when you want to marry him. Angalia udhaifu wake. Kama unaweza kuishi na udhaifu wa mtu, ishi na huyo mtu. Now, that is one. Nimeongelesha wasichana. Umesikia? Yule mtu anakuambia, baby girl, I've sent you something. Kwa ndoa hatutumaniani kitu. Kuna watu wa kwa ndoa wanaelewa hiyo kitu. Huwa mnapewanga pesa. Mnapewa pesa na wanaume. Mbona mnaniangalia hivi ni kama mko kwa ndoa? Wale wako kwa ndoa. Hapo kwa ndoa. Mami, uko kwa ndoa? Hata ulionja ya uongo. Alikufa. Alipokuwa hai, mlikuwa mnapewanga kitu kwa simu. Mume wangu anakutumania, baby, I've sent you something on phone. Hapana. Ni jembe shamba. Yeye afike akule. Na ukikosa kuleta chakula ni kutandikwa. Na ukiingia kuchelewa ni kupigwa. Yeye akiingia kuchelewa, yeye ako na haki.